Unaweza usijue tenses zote, hakuna tatizo, lakini ni lazima ujue tensi hii moja. Hii tensi moja ni muhimu zaidi, hasa kama wewe ni mtu ambaye unazungumza Kiingereza mara kwa mara. Tensi hiyo ni hipi? Sogea hapa karibu nikwambie. Hiyo tense inaitwa present perfect tense. Na kwenda kukupa matumizi yake matano, alafu baada ya hapo utaniambia mwenyewe kwenye comment kama ni lazima kuijua hii tensi au sio lazima. Matumizi ya kwanza ambayo ndio yamezoeleka ni kwamba tunatumia present perfect tense kuzungumzia kitu ambacho kimetokea muda mchache uliopita. Kwa mfano ukisema Salima has gone to work, maana yake Salima amekwenda kazini muda mchache uliopita. Hayo ni matumizi ya kwanza. Matumizi ya pili, unaweza kutumia present perfect tense kuzungumzia jambo la wakati uliopita kwa sharti tu usiseme ni lini au muda ambao hilo jambo lilitokea. Right? Kwa maana ya kwamba usiseme saa, usiseme siku, usiseme mwezi, usiseme mwaka, wewe zungumzia tu la wakati uliopita. Kwa mfano, unaweza kusema they have visited Kenya. Wao wametembelea Kenya. Hii inaweza kuwa ni sentensi ya wakati uliopita kwa sababu haujasema wao wametembelea Kenya lini. Sawa sawa. Hayo ni matumizi ya pili. Matumizi ya tatu, unaweza kutumia present perfect kuzungumzia life experience. Experience yako ya maisha wewe ni ipi? Unatumia present perfect tense. Kwa mfano, unaweza kusema kwamba I've met many famous people in Tanzania. Kwamba kwenye maisha yako umepitia au experience yako ya maisha ni kwamba umekutana na watu wengi maarufu hapa nchini Tanzania. Umezungumzia life experience. Matumizi ya nne present perfect ni kwamba unaweza kuzungumzia kitu ambacho kimetokea muda mchache uliopita, lakini matokeo yake au ile result yake, you can feel the result until now. Kama mpaka sasa hivi unaweza ukapata ile result yake. Na hapo unapaswa kutumia maneno kama vile yet au already au just. Wanaitumia na present perfect. Kwa mfano, she has already slept. Tayari amelala. Huyu mtu amelala muda mchache uliopita, lakini mnamzungumzia mpaka sasa hivi, kwa maana ya kwamba the result of her sleep is still palpable. Sawa. Hayo ni matumizi ya nne. Matumizi ya tano ya present perfect ni kwamba unaweza kutumia present perfect kuzungumzia mabadiliko ambayo yametokea kwa mtu au kitu. Kwa mfano, unaweza kusema my daughter's English has improved. Right? Kiingereza cha binti yangu kimeimprove. Right? So mabadiliko umeyazungumzia hapo kwamba mwanzo hakikuwa kizuri, sasa hivi kimeimprove. Umezungumzia changes kwa kutumia present perfect tense. Hayo ni matumizi matano ya present perfect tense. Niambie hapo chini kwenye comment, ni muhimu kujua present perfect tense au tuachane nayo? This is your brother in English, Mtumba.